Shalom watoto wa Mungu, leo nataka tuongelee kuwa kuna vitu gani ambavyo vinatuzuilia Mungu sisi asitusikie, asitujibu. Maana kuna watu wanalalamika sana, mimi nimeomba sana, nimefunga sana. Hebu chunguza kwanza njia zako. Ukisoma kwenye Isaya 59, tukianzia mstari wa kwanza mpaka wa pili, tunaanza kupata majibu kwanza. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka. Kwa hapa tunajua kabisa mkono wa Mungu upo. Hata usiweze kuokoa. Mkono wa Mungu unaokoa, wala sikio lake si zito. Sio kiziwi, Mungu wetu anasikia hata lisiweze kusikia. Kwa chochote ambacho unakiomba, chochote Mungu anaona, Mungu anaweza kukuokoa, Mungu anakusikia, Mungu anaweza kukufanyia kitu chochote ambacho unakihitaji. Lakini tukiendelea kusoma mstari wa pili, hapa tunakuja kupata majibu ni kwa nini Mungu wetu tunaona kama hatusikii, hatupati majibu. Tunaomba, hatupati majibu. Tunafunga, hatupati majibu. Je, umechunguza njia zako? Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hataki kusikia. Kwa hiyo kuna muda unasema Mungu anijibu, Mungu anione. Je, umejichunguza njia zako? Katika kitu kikubwa ambacho kinatufarakanisha na Mungu, kinazuia sisi kupata majibu yetu, ni dhambi ambazo tunazifanya kila siku. Unafanya dhambi kwa makusudi. Mwingine unaimba kabisa kwaya, mwingine kabisa ni mtumishi wa Mungu, lakini unafanya dhambi kwa makusudi. Unamjua kabisa Mungu wako ni Mungu aina gani, yeye ni mtakatifu. Unafanya dhambi kwa makusudi. Unasema nitaenda kuomba toba. Umeokoka lakini bado unatembea na wanaume wa watu na mwanamume wa watu. Umeokoka lakini bado unatembea na mke wa mtu. Umeokoka lakini bado unafanya uasherati. Jumapili unaenda kuimba kwaya, unasema tutatubu. No. Neno la Mungu linasema Mungu wetu adhihakiwi. Tunapofanya hivyo vitu tunamdhihaki Mungu. Tunamdhihaki Mungu, afu bado hapo unataka uombe Mungu akupe ndoa, ila huku unatembea na mume wa mtu. Jamani, kuna vitu vingine hatutavipata mpaka turekebishe tabia zetu, mpaka tuanze kutembea vile Mungu anavyotaka. Unajua, ndio tunaweza kusema sisi ni binadamu, tunakosea kila siku, lakini usifanye makosa kwa makusudi. Usifanye makosa kwa makusudi alafu unasema nitaomba toba, alafu hapo unaenda kuomba kitu fulani. Hivi imagine hata ungekuwa wewe, labda wewe ndo mama sasa, wewe mama au wewe ndo baba.